Mimi ni mwinjilisti natokea mjini. Kwa ujasiri kabisa, eti wewe ni mwinjilisti. Tuache kusubiri wakati wa Mungu, kwa sababu wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Niache haraka kabla kaka hajakuona. Vipi? Kaka uko ndani? Ndani hayupo, ila hayupo mbali na hapa. Yaani wewe kaka yako simuogopi. Sasa vipi? Mbona umenuna? Au kaka yako kakupiga? Sam, naona nirudi tusiongelee hapa, maana kaka anaweza rudi muda sio mrefu. Kama itawezekana, tukaongelee chini. Bwana Yesu asifiwe ndugu yangu. Samani ndugu yangu. Mimi naitwa Kizi. Mimi ni mwinjilisti natokea mjini. Ila kwa bahati mbaya nimejipata katika kijiji chenu. Kwa hiyo nilikuwa naomba hifadhi hata kama ni ya siku moja ama mbili, ili niendelee kuhubiri neno la Mungu na pia nikijiandaa kurudi zangu mjini. Tunaongea kwa ujasiri kabisa, eti wewe ni mwinjilisti. Kwenye kijiji hiki hatuabudu Mungu, tunaabudu miungu. Na sisi itakuwa umepotea nchini. Nikupe tahadhari, naomba urudi ulikotoka kabla hajakukuta. Sam, nimekuita hapa kwa jambo moja. Jambo gani hili? Nimewezesha mwanaume, ila mwanaume mwenyewe sijui. Kwa hiyo wewe mwenyewe umeamuaje kwenye hili? Mimi sijaamua lolote, ila kaka analazimisha kwenye hilo. Na isitoshe, anasema ni sharti kutoka kwa mizimu ya kijiji. Kanini? Si unanipenda? Ndiyo, mimi nakupenda, ndio maana nakwambia ukweli. Fanya hivi. Nenda nyumbani. Nenda kachukue kila kilicho chako, tuanze safari. Sasa tuanze safari, tunaelekea wapi? Na isitoshe, mizimu ya kijiji chetu inatufuatilia sana. Na tukifanya mchezo, wanaweza kukupoteza hata uhai wako. Kanini? Mimi siko tayari kukuona umeolewa na mwanaume mwingine wakati mimi niko hai. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Mimi ninakuamini. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa zawadi ya uhai. Asante kwa baraka zako juu yangu na wapendwa wangu. Asante kwa faida zako za utoaji, uponyaji na kibali. Asante kwa kuwa unaweza kuleta matumaini katika nyakati ngumu zaidi. Shida nini sasa? Una tatizo gani? Mbona kuona yani sielewi. Samahani ndugu yangu.
Mimi ni mwinjilisti natokea mjini, na hapa nilikuwa kwenye maombi. Nilikuwa naomba unipe hifadhi ya siku 2 ama 3 nikiendelea kulihubiri neno la Mungu na pia nikijiandaa kurudi zangu mjini. Sawa ndugu yangu, ijapokuwa sikujui, lakini mimi hifadhi nitakupa, lakini naomba iwe siri baina yangu mimi na wewe. Oye, samahani kids. Huyu hapa ni mpenzi wangu anaitwa Kanini. Oye Kanini. Huyu hapa ni rafiki yangu anaitwa Kizi. Ni sawa ndugu yangu, nimekuelewa kabisa. Na mnakaa kupendezana kidogo. Sam, mimi nikwambia kitu kimoja ndugu yangu. Nikikuangalia wewe na nikimwangalia na rafiki yako, nyinyi wote bado ni wadogo upande wa Mungu. Kwa hiyo jamani, ningependa kuwasihi au ningependa kukwambia kuwa ungesubiri wakati wa Mungu, kwa sababu wakati wa Mungu ndio sahihi. Ningependa nikusomee maandiko matakatifu hapa. Kitabu ni kile cha Wimbo Ulio Bora, kuanzia mstari wa 2 hadi wa 7. Na wasihi enyi mabinti za Yerusalemu, kwa paa na kwa ayala kwa pori, msiachochee mapenzi wala kuyaamsha hata yatakapoona vema yenyewe. Hii inatufunza kuwa tusichochee kitu kabla ya wakati. Tunafaa tuwe wavumilivu na tuwe wenye kumtumaini Bwana. So ndugu zangu, mimi ningependa niwaambie kitu kimoja, kwa sababu sasa nimeshafikia stage hadi ya kuoana. Hiyo ni process kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba sana ndugu zanguni, mfanye hivi, mtulie kwanza. Mapenzi yatakuja, ila kwa wakati wake. Tusubiri wakati wa Mungu, kwa sababu wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. So hizi habari ningeomba mzifikishe mpaka kwa wenzenu ambao bado hawajalijua hili neno. Mbarikiwe sana. Sam, huyu kijana nishamuona kabla, kumbe rafiki yako? Hata usifanye kunyatanyata, nimekuona, njoo hapa tuongee. Mama, niambie umetoka wapi? Wakati nimekupatia kazi ufanye, ukaona kazi sio muhimu, safari ndio muhimu, si ndio? Hapana kaka, mimi nilikuwa tu pale chini mtoni. Sawa, unasema unatoka mtoni, au maji yako wapi? Nilikuwa nimemsindikiza jirani pale mtoni. Kanini mdogo wangu, nadhani jana ulisikia mizimu inachotaka. Na kuomba tusitafute vita kwenye amani. Tukubali tu amri yao ili tuishi kwa amani kwenye kijiji hiki. Kwa kweli kaka, mimi siko tayari kabisa. Yaani niolewe na mtu ambaye sijui, sijawahi muona. Tena uko tayari tu niolewe?